maisha yao nilikuwa nimekufa moyo. Unaambia huyu nimekusikia nguo huyu nimebeba kapenda na unajua nimekamilia na mambo mrefu na kwa unakuja huyu ananijua tangu kama mje nisaidie. Nilikuwa namshika na mashati kambaka huko msaidia leo sijui. Nimewambia hivyo huyu nimekamilia muda mrefu ananijua vizuri sana. Lakini ni vile sikundaki hapo kusumbua hata mimi wangu aliangaza wakati na hivi lakini mimi nisiweza kuja kusumbua nitasaidika kwa kazini. Mama, kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Linda Nakosa. Mimi ni mkazi hapa Nakuru. Hapa Ronda. Unaishi upande gani? Mimi naishi hapa karibu na shule ya Kiboen Kome. Mimi dadangu anaishi hapa Mauki. Sasa nini ilifanyika? Bwana dadangu alienda kufunga chama. Kwenda kufunga chama. Hata alipasa nguo vizuri sana akafurahi akaenda kufunga chama. Kaenda dadangu hata anaenda chama nitaletea sikukuu mle mtoto manguo za shule na zingine sikukuu tarehe 21 hii mwezi ya jana Disemba. Sasa vile aliruhusu muda si muda tunapigia simu amefunga chama ati ameanguka chini atamsema mkono mguu akaanguka chini. Na ndivyo alikimbizwa Algadina kwa pepe rekeni medical. Kufika medical kuangalia kutibiwa kufika saa 3 ya kuna ameshaaga dunia na alikuwa mtu mzima. Sasa hiyo kitu ilitushika na mtu kitu mtu akawa mgonjwa ndio unaona nimangangana na mtu wetu tu hatuna mbele wala nyuma. Hiyo ni wiki ngapi tangu hiyo ilikuwa tarehe 21 mwezi nimeisha. Mbona mjamteremsha mpaka leo? Bado ilikuwa na mambo mavurutano nyumbani kule. Na huyu msichana wetu pia wale familia wako wametoa mahali. Sasa wakasema wacha waone wafanye bidii tatu wapeleke kina huyu vitu. Watuletee kitu yani nyumbani alafu ndio sasa tufunguliwe tuende kuzikana. So ni nini imefanya umelia sana? Nimeona umekanya. Yaani furaha. Ushaisikia furaha? Nimekuwa nikikuja hapa asubuhi mpaka jioni. Asubuhi mpaka jioni. Mheshimiwa alikuwa busy last week. Ninaona mpaka nikasema yenyewe sio hizi vitu zote hata kama ni mtu mmoja utaruka kichwa. Nikasema acha nitoke nje, nikae mpaka jioni, nitarudi. Kurudi jioni Mungu akasikia. Mheshimiwa akatuongelesha, kauza shida ni nini tukamweleza akakuja akamweleza. Akasema endeni basi muone vile mtasautia maneno. Tena sasa leo tukarudi kuja wana hizo ndo sasa tumesaidika haki. Sisi muone mkono wa Mwenyezi Mungu leo. Kwa hivyo kama si mheshimiwa mlikuwa mmekwama kabisa. Tumekwama tu kwa chochote. Tumekwama kabisa hata nilikuwa nimesema kistoki hapa. Nilikuwa nimesema stoki hapa kwa Rama. Nilikuwa nimesema nataka kulala pale mbele ya gari yake leo. Nilikuwa nimesema nalala pale mbele ya gari anisaidie. Na nilikuwa nimeamua hivyo. So leo ameamua kuwasaidia nini? Ameamua kunisaidia. Amesema ananipatia basi na ananipatia sanduku. Si Mungu ashukuru, nashukuru Mwenyezi Mungu. Aki, nashukuru kabisa. Sasa mama nina swali moja ya kukuuliza. Kuna watu hapa nje wakati mheshimiwa Rama anasaidia wanamtusi sana. Sasa leo wewe unalia kwa sababu mimi hata siwezi ongea. Vile ananiona hivi hata najua ameishi mkichukua kamera sijui kama mheshimiwa amechana kamera zangu. Nimeishi nikiongea. Alama yangu ni 4 term. Hata tisha tu mwenyewe ndio nijiundie. Nitakuja tu mwenyewe hapa nitachora vizuri nikuje tu na picha yangu nimeweka photo. Mimi namfanyia kazi. Mimi nitamfanyia kazi hata sina nataka nilipe hata shilingi 5. Nitajitolea. Yeye mwenyewe Mungu akimjalia atasema mama fagiaka hapa. Hiyo siku. Lakini sitaki anipe shilingi yake hata 5. Na watu wako hapa nje wanasema ati mheshimiwa Rama ni mtu ya matanga. Mtu wa matanga mimi kama sisi watu wa Nyanza, si mtu wa matanga. Shida ndio inaleta mtu hapa. Unaweza kuwa umelemewa au una pesa ya transport kupeleka mtu wako nyumbani. Na huyu anasikiza. Anaona wezi watu sisi wajaluo na Wakisia ndio tuacha mwili zetu hapa. Anatusaidia tufutume mpaka nyumbani. Wewe si ni mtu mwenye anastahili shibike. Anatuokoa ukweli. Anatuokoa kabisa kwa maisha. Haya, mama una yapi ya kusema? Nimerudishia tu mheshimiwa Rama asante. Sababu nilikuwa nashindwa venye tutasindikisha mzee nyumbani. Amekaa sana 21 mpaka saa hii. Nimemrudishia shukrani na nasema Rama 4 term. Hayo tu. Lakini unasemaje kuhusu watu wako hapa nje? Unaona mheshimiwa anajisacrifice kuwasaidia alafu anarudi wanaongea vibaya. Unaweza sema nini kuhusu hiyo maneno? Hao ndio hajafika hapa kwa ofisi. Wakifika hapa watajua mheshimiwa ni nani. Mimi hata nilishangaa kisikia mheshimiwa anashika simu yangu. Kuna siku nilimpigia akashika, nilishangaa sana. Si mnaona wakati mheshimiwa asipokuwa vile mnaweza hangaika? Huyu. Huyu. Hata siwezi taka atoke. Amesaidia watu. Watu waoni. Amesaidia watu kwa kila shida ya kila aina. Kwa mama hata mimi nimekuja hapo mama amejazana hapo school fees. Sijui mama sijui nisaidie nini. Sisi tumekuja mambo ya matanga na ndio hii nimesaidika. Nimesaidika. So inaanza wasi ya mwisho unaweza sema, hii kuamka mnaamka saa 10 ya usiku kwenda kupanga laini ili mpigie Rama kura haitaenda hasara. Mimi kwangu ijaenda hasara. Ijaenda hasara ni 4 term. 4 term.
Haya, asante sana mama, Mungu atawasaidie. Asante. Sawa, sasa basi. Kwa hivyo mambo kulikuwa kumeharibika kabisa. Kwa hivyo leo ulikuwa umesema ungelala kabisa. Ya mheshimiwa. Sio niko na shida. Mzima nione sina uwezo. Haya, asante sana Joshua. Saidia vile umekuwa instructed. Haya.